Ndugu yangu, usihangaike tena kutibu hizi changamoto za vidonda vya tumbo pamoja na asidi katika tumbo lako. Tunasema kwamba mimi ni mtaalamu wa njia mbalimbali za kimila, njia mbalimbali za asili kwa ajili ya kutatua hizi changamoto za vidonda vya tumbo, asidi pamoja na gesi katika tumbo lako. Naamini kwamba mpaka umefikia hatua hiyo, kuna vitu ambavyo vimechangia kwa asilimia kubwa, na vitu hivi ni vile vile tu ambavyo sehemu kubwa watu wengi mnajua, na madaktari mbalimbali wanazidi kuwakataza au kuwaonyeni, iwe kabla ya tatizo au baada ya tatizo. Kwa hiyo sidhani kama itakuwa ni tija sana kuweza kurudia vipengele vya namna hiyo, ila naamini mpaka una vidonda vya tumbo au asidi imeongezeka katika tumbo lako, unaelewa chanzo ni nini na kwa nini imetokea hiyo hali kwa wakati huo, na matibabu mengi umeyafanya sana kwa ajili ya kuondokana na hiyo hali. Kinachotokea ni kwamba unatibu, baada ya muda fulani hali inajirudia tena, au unapata unafuu kwa muda fulani alafu hali baadaye inajirudia tena. Sasa wewe kama ni mmoja wapo una changamoto kama hiyo na hali hiyo umeipitia pasipokuwa na suluhisho lolote la kudumu, suluhisho lipo kwa mzee wa kimila, kijana mjukuu wa kimila, yupo ambaye atakusaidia kuweza kuondokana na kabisa na gesi pamoja na asidi. Wajibu wangu ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vile ambavyo unavyovila ni vyakula ambavyo vinatija. Kile unachokunywa ni chakula au kinywaji ambacho kinatija. Kwa hiyo hata haya matibabu ya kimila pia ni chakula, na wakati mwingine ni vinywaji ambavyo ni rafiki kabisa, na unapaswa ufanye hivyo. Haijalishi unaumwa au uumwe, ila unaipenda tu afya yako, naomba sana hivi vitu uvitumie, na hakuna kitu kingine. Ni maji. Nafikiri maji wengi huwa mnayatumia, na maji ni tiba, maji ndio uhai. Hakuna dawa moja mzuri kabisa ya kuondoa vidonda vya tumbo na bawasiri kama maji. Maji haya ya kawaida tu, lakini hakikisha maji hayo umeyachemsha au umeyaweka kwenye chupa. Mimi huwa nakuwa na chupa zangu hapa ndani. Ni chupa, ukiangalia ni chupa mbovu tu, lakini huwa nahifadhi maji ya uvuguvugu ambayo huwa nayatumia asubuhi ninapofika ofisini, na pia nayatumia muda wa jioni ninapotaka kwenda kulala. Nimeshakamilisha shughuli zangu zote, huwa natumia maji haya. Kwa hiyo na wewe pia ningependa hili lisikupite, haya maji uweze kuyatumia. Baada ya hapo naamini mambo yatakaa vizuri. Tutanipigia tu simu, namba yangu ni ile 0616277544 au 0744437779. Utaniambia tu kwamba bwana daktari, hili zoezi nimelifanya lakini matokeo sio mazuri, ili niweze kuone namna gani nitakusaidia. Lakini naamini jibu utakalonipatia ni kwamba daktari, zoezi nimelifanya, mambo yako safi. Naam. Kwa hiyo nimesema kwamba hakikisha unapata maji ya uvuguvugu. Maji haya ya uvuguvugu yaweke kwenye kikombe hiki kimoja tu, then kunywa asubuhi unapoamka. Kabla hujafanya kitu chochote, hakikisha unafanya hilo zoezi. Alafu ikifika muda wa mchana, kama uko nyumbani au uko sehemu ambayo unaona kabisa kwamba inaweza ikafaa, naomba tu ikiwezekana uweze kutumia maji hayo ya uvuguvugu tena. Na muda ule ambapo unaenda kulala, hakikisha pia unapata kikombe kimoja cha maji hayo ya uvuguvugu. Zaidi ndugu, ninachopenda kukujuza kwa hapo ni wewe tu kuweza kujitahidi. Una uwezo wa kuadi vitu vitatu tu muhimu. Sijakulazimisha, ila ukiona hali yako sio rafiki, naomba hivi vitu vitatu vijumlishe katika kikombe hiki cha maji ya nini, ya uvuguvugu. Kitu kimoja wapo ni asali. Chukua asali. Hapa kwangu mimi nina asali inaitwa kifagio kifagio asili. Ni asali ambayo ni plant kabisa, ni asali OG kabisa. Kwa hiyo chukua hii asali ambayo haina
mchanganyiko wa vikorokoro vingine ambavyo havina tija. Jitahidi. Then unaweza ukatumia leo hii asali, alafu kesho kutwa ukaacha, siku ya tatu ukatumia tangawizi, kama vile ambavyo hali yako ya tumbo inaruhusu. Kama hali ya tumbo inaruhusu, basi jitahidi uweze kutumia hiyo asali, tangawizi, au kama hali yako inakuruhusu unaweza kutumia limao. Kwa hiyo ni vitu vitatu tu, asali, tangawizi au limao. Lakini ukiona hizi hali zote zimekukataa, naomba tu utumie maji ya vuguvugu peke yake bila hivyo vitu. Naamini mambo yatakaa vizuri kabisa, tena sana sana sana. Na wakati unatumia platform hizi, kumbuka kwamba mwili wako ni hazina yako. Ukiizembea leo inakuja kuletea changamoto nyingine kubwa kesho. Kwa hiyo jitahidi tu kuzingatia hivi vitu. Na pia wakati mwingine ukumbuke kwamba unapotumia hiki kikombe cha maji, mwingine ataniuliza, daktari, kwani inapata faida gani? Na nufaika na nini? Let's say, unaona ukitumia maji haya ambayo umeweka hivyo vimiminika vingine ambavyo nimekujuza au peke yake, moja kwa moja unaenda kusaidia kupunguza ile tindikali ambayo iko tumboni mwako. Inapunguza kabisa tindikali ambayo iko tumboni mwako. For sure kabisa, hii ndio nakwambia. Inasaidia kwa sehemu kubwa, na pia inatuliza hali ya mmeng'enyo wa chakula. Yaani unapotembea hii kitu, mmeng'enyo wa chakula una relax, yani unatulia. Hauna buguza ya kuanza kuidisturb figo kuweza kuchuja sumu. Kwa hiyo unapotumia hii mali, kumbuka moja kwa moja inaenda kuseto out, au tunasema kwamba chakula chako kile kinashuka vizuri, kinapokelewa vizuri, bila disturbance yoyote. Na vizuri zaidi, jioni usile chakula kizito, au usiku, chakula cha usiku, kula chakula ambacho ni chepesi. Tuachane na hao watu wanaopiga simu, kwa sababu niko ofisini, kwa hiyo nimewaachia simu zingine ziite. Kwa hiyo tuwavumilie tu, watafika na wao wakati wao, nitawasaidia. Kwa hiyo baada ya hapo utakuta wakati mwingine tunasema kwamba hii kitu hii itakusaidia wewe kuweza kupunguza msongamano wa gesi ambao uko katika tumbo lako. Mpaka unaumwa unapata changamoto ya asidi na gesi tumboni mwako au vidonda vya tumbo, ina maana kuna msongamano mkubwa wa asidi, uzalishaji umezidi. Sasa uzalishaji ukiongezeka kwa vyovyote vile, lazima upate fukuto ya tumbo, lazima gesi itoke ipande kwenda kwenye umio. Na unajua madhara, ikifika hatua ya kupita kwenye umio kwa kasi kwa muda mrefu, basi inaanza kupata michubuko ndani kwa ndani. Baadaye mtu anakuambia, daktari bwana, mimi nilienda kupima nikaambiwa kuna michubuko, kuna vidonda. Hiyo yote ni asidi, ni tindikali hiyo. Kwa hiyo ukitumia hii mali inaenda kusaidia kupunguza msongamano au mlundikano wa asidi au uzalishaji wa asidi wa gesi katika tumbo lako. Na cha mwisho, ndugu yangu, cha mwisho kabisa, hii lazima mlielewe kabisa, inasaidia kuondoa kabisa maumivu na ile hali ya kuchoma. Nafika mahala mwingine anakuambia, daktari, napata vichomi, au anakuambia bwana, kiuno kinauma. Kwa hiyo kumbe dawa pekee, usiumize sana kichwa, suluhisho pekee ni kutumia tu maji ya uvuguvugu. Ukipenda unaweza kaadi vile vitu vitatu ambavyo nimeshakujuza hapo awali. Naamini somo hili umelipata vizuri. Ili uendelee kupokea mambo mazuri, basi ni vyema ukasubscribe pale pembeni, then ukaja huku upande wa kushoto kulia sijui utaenda clear ili uweze kupata notification. Ile notification ni ujumbe ambao utakuwa unakuwa unakuingia pale unapofungua data yako. Na hilo ujumbe ukifungua, basi unakutana na masomo yangu au unakutana na taarifa, suluhisho mbalimbali kutokana na changamoto ambazo unazipitia. Pia hapo chini nimetoa namba yangu ya simu. Basi kama hali imekuwa ni mbaya sana, nipigie simu. Uzuri wake hapa ofisini tuna suluhisho la kudumu la hayo matatizo. Kuna products inaitwa Kifagio Tonic. Products hii ni nzuri sana, imewasaidia wengi sana. Siwezi kusema hapa otherwise ikitokea basi na wewe umeitumia, ndipo itakupatia majibu ya kutosha, na naamini utadeclare mwenyewe.
nitumie tu ujumbe hapo chini. Dokta nahitaji. Neno langu ni moja tu, nahitaji. Ukishaniambia tu dokta nahitaji, basi weka namba yako ya simu, nitakupigia, tutazungumza mambo mengi. Na hii mara nyingi huwa wakati mwingine nawapa ofa ndugu mbalimbali. Dawa moja inaitwa Kifagio Plus. Kifagio Plus ni kwa ajili ya kusafisha mwili, kutoa sumu zote katika mwili wako. Kwa hiyo ni vidonge hivi utavipata. Kwa hiyo wakati nakupa ile ya kuondoa sumu, kusafisha mwili wako, kusafisha damu, nitakupatia bure tu ndugu yangu, ili mradi ninachohitaji uweze kuondokana kabisa na changamoto ya vidonda vya tumbo, changamoto ya asidi pamoja na gesi katika tumbo lako, ili tu uweze kuishi kwa amani kuliko hivi sasa unavyotabika. Kwa kweli ukikutwa na hili jambo ni baya, tena ni baya sana 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 sana. Yes. Kwa hiyo tujitahidi tu, nafikiri nilivyokupa mwongozo huo unatosheleza. Otherwise ina maana utaingia kwenye linki zangu mbalimbali TikTok, si wapi na wapi na wapi na wapi na wapi wengine, ili mradi tu tuweze kupata habari hizi njema. Hiki ni kituo cha Kifagio Afya Kliniki. Jukumu letu ni kuandaa matibabu kwa njia za asili. Kwa hiyo wakati huo njia za asili nyingi ni pamoja na vyakula, mimea mbalimbali, pamoja na nafaka tiba. Yes, ni kawaida kabisa, ni kawaida, na ndio tunafunga hivyo, ni kawaida kabisa.